I will give you a name. Nitakupa jina. I will give you a name. Hebu mwambie jirani yako, utapewa jina. Mwambie tena, utapewa jina. Nitakupa jina. I will give you a name. Na ujua microphones zingine zitakuwa zimezima, imebaki ya Mackenzie tu. Na Mackenzie, kama haupo sawa, kaa chonjo. Sijajua yuko wapi sasa. Mwekeni sawa. Obedi ndio atakayeendelea. Kaa pale Mackenzie. Ninaanza ibada hivi. Nitakupa jina. Moja kati ya mambo ambayo yanasumbua watu katika dunia hii ni jina. Watu wanataka jina. Mwanamke anapika, usipomsifia Daktari Ratemo, kesi. Maana kwa nini nimepika alafu hujatambua? Nimeleta zawadi, hautaki kujua. Mimi nimeongoza kanisa mwaka mzima, hamtaki kujua kwamba nimefanya jambo. Na dunia hii kuna watu wana majina. Watu ambao ni famous. Watu wanaofahamika. Na kwa hiyo dunia inakimbizana na mambo ya jina. Kila mtu anataka jina. Anataka avae gauni zuri. Mpaka watu waulizie, ulimuona yule aliyevaa vizuri, jina lake ni nani? Anavaa atambulike. Anafanya jambo atambulike. Anataka jina. Mwanaume anataka jina kwa mke wake. Mke wake aendelee kusema wema wake. Mwanamke vivyo hivyo anataka kusifiwa, jina, matendo yake. Hata kwenye matokeo yakitoka, yanatoka, tunasubiria majina ya waliofanya vizuri, the best 10. Tunasubiria jina la shule itakayofanya vizuri, jina. Watu wanatafuta jina. Na mimi nataka nikuambie, majina yote ambayo tunaweza kupewa, majina yote ambayo tunaweza kupata au kupewa duniani, hayo majina tunapewa ndio kwamba huyu ndiye jina la MP wetu, hili ndio jina la chief, hili ndio jina la governor, hili ndio jina la rais, hili ndio jina la mchungaji, hili ndio jina la the leading church elder, first church elder, hili ndio jina sijui la nani, hili ndio jina. Hayo majina yote ni sawa, kupata majina hayo ni sawa. Ila leo nataka nikuambie, Mungu anataka akupe jina. Hivi mnanielewa? Mungu anataka akupe jina. Mungu anataka akutambulishe. Mungu anataka usihangaike wewe kujipa jina. Mungu anataka usistruggle. Ananiambia, Fadhili, nataka usistruggle wewe kujitafutia network. Mimi Mungu ninaweza kukupa jina. Mungu anataka aipe jina biashara yako. Mungu anataka ayape jina mashamba yako. Mungu anataka alipe jina ndoa yako. Mungu anataka akupe jina. Akupe jina. Jina zaidi ya ulilo nalo. Utanielewa vile tunateremka na somo hili. Jina. Na kumbe hata speaker hizi Mackenzie ameeleza jina lake. Manake brand. Manake kampuni iliyotengeneza speaker hizo. Majina yote yatapatikana ila kama mtu akipewa jina. When somebody is introduced by God himself, huyo mtu sio wa kawaida. Na mimi nataka nikupe njia ya kupewa jina. Jamani, nataka nikupe njia ya kupewa jina. A way, a means whereby God himself will introduce you
Na mimi nataka Rafaeli, Mungu akupe jina. Achana na haya uliotafuta. Nataka Mungu baada ya kambi hili anipe jina, akupe jina. Jamani, Mungu atupatie majina. Hata kama umekuwa mzee, it's better late than never. Mungu anapopeana jina, lazima kuwe na wajibu, lazima kuwe na jambo lililofanywa, ndiposa mtu apate jina. Hebu tuangalie katika Biblia mwanaume anaitwa Daudi. Fungua Biblia yako, First Chronicles 17. Mambo ya Nyakati wa kwanza 17. Nimejua nimetaja Chronicles maana wakili msomi hajui mambo ya Nyakati ndio Chronicles. Kwa hiyo nataja kwa niaba ya wengine. Mambo ya Nyakati ya kwanza 17, First Chronicles 17. Ninaomba tuanze fungu la kwanza. Mackenzie, kanyaga twende. Biblia takatifu inasema ikawa Daudi alipokuwa akikaa nyumbani mwake. Sema tu sasa ukiteremka. Daudi akamwambia nabii Nathan, angalia, mimi ninakaa katika nyumba ya mwerezi. Sawa. Bali sanduku la agano la Bwana linakaa chini ya mapazia. Naye Nathan akamwambia Daudi, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, kwa maana Mungu yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo neno la Mungu likamjia Nathan kusema, nenda kamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, wewe hutainijengea nyumba ya kukaa. Sawa. Kwa maana sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowaleta Israeli huku hata leo. Sawa. Lakini hema kwa hema nimehamia, na maskani kwa maskani, katika mahali mote nilimokwenda na Israeli wote. Sawa. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli? Sawa. Niliowaagiza kuwalisha watu wangu? Ndio. Nikisema? Ndio. Mbona hamkunijengea nyumba ya mwerezi? Sawa. Basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi. Ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Fuatilia Biblia yako. Nilikutoa katika zizi la kondoo. Sawa. Katika kuandama kondoo. Sawa. Ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Ndio. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Anasema nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote. Sawa. Mbele yako. Nami nitakufanyia jina kama jina la hao wakuu walioko duniani. Pigia kwa kalamu ya chuma, nami nitakufanyia jina kuliko ama kuu la watu wa dunia. I will give you a name. Nitakupa jina, na hilo jina litakuwa kuu kuliko majina yote ya dunia. Anasikiliza fafanuzi kidogo ya sura hiyo uliyosoma. Daudi amekuja kuwa mfalme wa Israel baada ya kuwa Sauli amekataliwa na Mungu, na hivyo hata hivyo Sauli alishajiua mwenyewe. Na kwa hiyo sasa Daudi amechukua hatamu, amekuwa mfalme. Lakini Daudi kabla awe mfalme alifanya vitu vingi sana. Daudi aliwahi kuua dubu. Daudi ameua simba. Haya yote ni mambo makubwa. Daudi amepiga makabila mbalimbali. Hakumuua tu Goliati, aliua na watu wengine ambao ni majitu kama Goliati. Daudi ametenda mambo makubwa, amemwaga damu, lakini sio kwa matakwa yake sana. Mara zote amemwaga damu kama mshindi ambaye alitumwa na Bwana alimtumia. Lakini Biblia inasema kwamba Bwana ndiye aliyemsaidia Daudi. Ndio maana anamwambia katika ile fungu la 7, anamwambia Daudi, mimi nimekuwa na wewe tangu ukichunga kondoo.
nimekuwa na wewe tangu ukiwa porini. Mimi ndiye nilikuwezesha, nimewapiga adui zako, nimekuwezesha. Kana kwamba namwambia, wewe ndiye nilikupa nguvu ukararua dubu, wewe ndiye nilikuwezesha ukaua simba. Bwana anajionyesha, anamwambia Daudi, mimi Bwana ndiye niliyekusaidia. Na mimi katika kambi hili ninaomba nianze kwa kusema, chochote ambacho unacho, baraka yoyote ambayo Mungu ameweka maishani mwako, iwe kubwa au ndogo, hiyo ni Bwana ameweka maishani mwako. Narudia tena, chochote ambacho wewe unacho, Mungu anatamani nijinyenyekeze, Mungu anatamani nijishushe na niseme vyote vinatoka kwako, e Bwana. Vyote ni vya Mungu. Kwa chukua hilo la kwanza, la kwamba ni Mungu aliyemuongoza Daudi. Na ndio maana nimeanzia fungu la 8 huku kutoka chini kwenda juu katika sura hiyo ya 17 ya Mambo ya Nyakati wa kwanza 17, ya kwamba Daudi anza kujua kwamba mali, uwezo uliokuwa nao, huo weledi, kabla hujawa mfalme, mimi Mungu, kabla ya kuwewe kwa mfalme na hata baada ya wewe kwa mfalme, mimi Mungu ndiye Mungu niliyekuwezesha. Na mimi nataka nikutie moyo msikilizaji, ni Mungu ambaye amekuwezesha. Usije ukaweka madharau, maana una gari wengine hawana, maana una nyumba wengine hawana, maana wewe ni landlord wengine wamerent. Nina habari njema na ninataka niwaambie, mambo yote, baraka zozote, chochote kilichoko maishani mwetu, not I but Christ. Sio mimi bali ni Kristo. Kauli hiyo lazima isikike. Lazima matendo yako, lazima unavyohudumia watu, lazima maneno yako yafike saa umwakubali Mungu, umheshimu Mungu, na useme not I but Christ. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hiyo point imeingia? Kama imeingia, punga mkono namna hii. Jambo la pili, sasa Daudi amekuwa mfalme, na sio yeye wa kwanza. Alikuwepo Sauli, lakini kabla ya Sauli walikuwa wanaendeshwa ama wana viongozi wanaoitwa waamuzi au judges. Zaidi ya waamuzi 13 wameiongoza Israeli. Lakini kabla ya waamuzi walikuwako viongozi wengine, akiwemo akina Harun, akiwemo Musa. Wamekuwapo wakiongoza Israeli. Israeli ilikuwa na viongozi, Israeli ilikuwa na watu. Kama ulikuwa unisikilize, naomba utege sikio lako, na kama ulikuwa umekuja kulala, amka sasa. Mungu ameweka viongozi, na Israeli haikutembea bila kiongozi. Walikuwa na viongozi. Hawa hawakutembea peke yao, walikuwa na viongozi. Nimekuambia tangu kwa Musa, wakaja waamuzi, amekuja mfalme Sauli, amekuja Daudi. Na ninataka nikuambie, ndio Israeli walikuwa wanaongozwa na viongozi wote hao, lakini Daudi alipokuwa kiongozi, sura hiyo ya 17 ya Mambo ya Nyakati wa kwanza uliyosoma, fungu tu la kwanza, inakuambia Daudi akaja na wazo, akasema kama mfalme, haiwezekani. Mr. Robinson anasema it is not possible. Mimi kama mfalme wa Israeli ninakaa kwenye nyumba
ambayo imetengenezwa kwa mwerezi, mbao nzuri inavutia, alafu eti sanduku la agano linatembea kwenye mahema. Akasema hapana, hapana, siwezi kuvumilia. Daudi came with an idea of building the temple of the Lord. Daudi hajapewa hilo wazo, hajalazimishwa, yani yeye mwenyewe aliona vyema, akawa na idea ya kuwa na temple, ya kuwa na hekalu amjengee Bwana. Akasema haiwezekani mimi nitembee na nikae kwenye nyumba nzuri, hata ninakaa kwenye nyumba yenye mwerezi, yani hiyo ilikuwa ni mbao ya thamani, alafu eti mimi nakaa kwenye hiyo nyumba ya thamani, alafu nyumba ya baba yangu, nyumba ama sanduku la agano la Mungu linatembea kwenye tenti, kwenye mahema. Daud said no, no, it cannot be so. Na mimi nimekuja na wazo, na mimi nimechukua wazo hili tena kutoka kwa Daudi. Ninawaambia wana Better Living Getembe, for how long shall we come out from beautiful house, driving expensive and good cars? For how long then shall we? And the house of the Lord is not yet built. Ujumbe mzito. Daudi akasema hapana, no, mimi sitakaa pazuri alafu sanduku la Mungu litembee kwenye tenti. No. Bwana unielewa, aendelee kupunga mkono namna hii. Wanahitajika wachungaji, wazee wa kanisa, washiriki ambao daima hawatajipa kipaumbele, hawatayapenda mambo yao, watayapenda kwanza mambo ya Mungu. Hivi mnasema amina au amna? Nasema hivi, wanahitajika watu ambao watayapa kwanza kipaumbele mambo ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Watu ambao kabla wapate hela wanasema Mungu, ninalima, lakini kama utanipa fedha nitapeleka amplifier mpya ya viwango kanisani. Wanahitajika watu ambao wanasema Mungu, kama ni kwenye mshahara ambao nitapokea mwezi huu, ninaomba, nina budget, nina mipango mingi, lakini nitakata hata kama ni 20%, ninaipeleka nyumbani mwa Bwana. Hilo haliwezi kusemewa amina. Maana watu wanataka Yesu awapende ila wao wasimpende. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Daudi, my good pastor and doctor Ratemo, alipokuwa na hilo wazo tu kwamba how comes I'm enjoying na nimekaa nyumba nzuri, alafu ya baba yangu yani sanduku linakaa kwenye matenti. Akasema no, imetosha. Ndio Mungu anawaambia, wewe unasoma hayo mafungu ni 5 tu 6 7, ila yamebeba ujumbe sana. Ndio Nathani nabii anatumwa na Mungu, anamwambia Daudi, hautajenga nyumba, hautajenga
hekalu. Daudi anauliza, kwani mimi Mungu nimewahi kulalamika? Have I ever lamented? Usisubiri Mungu alalamike. Anza wewe kuwa na wazo. Anza wewe kumpenda Mungu. Anza kujisogeza kwake kwanza. Mungu anauliza, kwani kuna siku nimelalamika kwamba kwa nini hamnijengei hekalu? Tangu zamani hata sasa sanduku langu liko kwenye mahema. Sijalalamika. Sijawahi kulament. Ila kwa kuwa Daudi, listen the gospel, sijawahi kulalamika wala sijawahi kumlalamikia jaji yoyote, muamuzi yoyote wa Israeli. Ila kwa kuwa Daudi amejua, amekuja na wazo la kunijengea hekalu, mimi Mungu wake, nisiendelee kukalishwa kwenye mahema, kwenye tent. For that reason there, kwa sababu hiyo, Daudi, ninakupa jina. Hivi nyinyi amina ni za lini hizo? Jamani, kwa sababu umedevelop mapenzi, idea ya kunijengea mimi hekalu, Daudi, hutalijenga wewe, ila kwa wazo hilo tu nitakupa jina. Hizo amina zinaonyesha kwamba hamnielewi. Jamani, kwa wazo hilo la kuniwazia mimi ili niwe na kanisa, temple, David, I will promote you. I will give you a name. I will give you a name. Mungu anamtafuta mtu kama Daudi, ambaye daima yeye pesa zake, yeye nguvu zake, yeye muda wake anautoa kwa ajili ya Bwana. Na anasema akimuona huyo mtu hata leo hapa Better Living Getembe, atampa jina. Jamani, nasema hivi, atampa jina. Wapendwa, atampa jina. Na hapa contextual, ama nikicontextualize, hii sio tu kujenga hekalu. Hili fungu linabeba wale wote ambao wanawaza kama huyu mama anaitwa Martha, ameleta tayari vitu vya watoto na watamwabudu Mungu. Kwa nini Mungu asimpe jina? Kama viongozi hao wamewaza, spika mpya zimekuja, kwa nini wasipewe jina? Kama wazee wa kanisa wamewaza, wakasimama na uongozi wote, makambi ndio haya. The more we do God's work, the more our names are promoted. Get to understand? Kama ukienda kuomba kazi unapeleka CV, mimi nakuuliza, how big, how attractive, how suitable is your CV, spiritual CV before the Lord? Mkitaka kazi mnapeleka maelezo, curriculum vitae imejaa, imesheheni. Mimi nakuuliza, how is your spiritual CV? How does it say? Ama inaishia mistari mitatu. Huyu ndiye Fadhili Lubua, alikuja kambi mwaka huu. Kwa kweli alikula chakula kila siku mchana wiki nzima, na alikuwa anakaa kwenye tent, alikuwa anakaa anazunguka, anazurura, lakini yeye hakujihusisha kwa lolote. Lakini Mungu atukuzwe, kambi limeisha. Is that your CV? Mungu akaona mwanaume
anaitwa Daudi anakuja na idea kwamba no, kanisa lazima lijengwe zuri kuliko nyumba ninayokaa. Mungu akamwambia Daudi, for that reason, for that matter, I will promote you. Please, I will promote you. The more you think about the Lord, the more he promotes you. Hiyo formula ni ngumu ndio maana mnaitika Jamaa nasema hivi, anza kuwaza kwa ajili ya Bwana. Mungu anataka akupe jina. Unaangalia kanisa halina vitambaa vizuri, unaenda dukani unaleta vitambaa, Mungu anasema nimekuona, I'll give you a name. Unaangalia, unaona kuna mahali kazi ya Mungu haifanyiki vizuri, unaenda unajituma, Mungu anasema I'll give you a name. Ninamjua Mungu ambaye wote alioandika, kwa mfano wale ambao wanasoma Biblia katika kitabu cha Waebrania 11, pale tunaona summary ya faith warriors, faithful warriors, wazee waaminifu wa imani waliofanya kazi vizuri, wameandikwa katika vitabu. Nina habari njema, mpaka leo Mungu bado anaandika. Mpaka leo Mungu bado anaandika. Nasema hivi, mpaka leo Mungu bado anaandika chapter. Hakikisha umeandikwa. Narudia tena, hakikisha umeandikwa. Nasema tena, hakikisha umeandikwa. Kama unanielewa punga mkono namna hii. When God is adding a chapter for those who are so faithful, doing thy work, standing by what says the Lord, and mentioning their names, please make sure your name is added. Hakikisha chapter ya imani. Asante sana Robinson. Hakikisha. Ninaomba kama nitaishia mahali fulani unielewe ya kwamba msisitizo wangu ni kwamba please and please, God is seriously looking and watching. Anataka andike jina lako. Jamani, anataka andike jina lako. Anataka akupe jina wewe. Jamani, Bwana asifiwe. How many are ready to be given their names? Their new names. Ebu ambe jirani yako, God is writing a chapter. Ebu ambe tena, God is writing a chapter. Make sure. Mwambie tena, make sure your name is mentioned. Hakikisha jina lako limetajwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Na kuuliza swali, how if the Bible was in continuation of keeping to be recorded and be written, would your name be there? Kama Biblia ingekuwa inaendelea kuandikwa, kuna kitu umekifanya ambacho kitafanya uwe so special jina lako liandikwe? Nimeona Wakristo wanapenda maombi, wanapenda kuombewa na mambo yatokee, ila wao hawafanyi lolote ambalo linagusa moyo wa Mungu. Daudi akaugusa moyo wa Mungu kuliko mfalme Sauli, kuliko waamuzi wote, kuliko Musa. Kwa sababu gani? Amekubali kufanyika mtu wa kwanza kuwa na wazo kwa ajili ya Bwana. Waza kwa ajili ya Bwana. Anataka akupe jina. My friend Robinson, baada ya mikutano hii, nenda tena kaa chini, angalia notes ulizokuwa umepitia za kiroho. Mwambie Mungu, ninaomba uniruhusu niwaze hata namna mpya ya kukuhubiri, maana ninataka jina mbele zako. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanaanza kufikiri kuwaza kwa ajili ya Bwana?
sadaka inatolewa, mchango, kwamba wiki hii tutachanga kitu fulani, mwambie Mungu, kwa hili nalo nilicho nacho acha nitoe, maana nataka jina langu liendelee kuandikwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo ndio dini ya kweli. Hebu basi tuangalie. Daudi ameambiwa nitakupa jina kwa wazo. Kwa kuwa tuna wazo. Madam Ruth, David did not relax. Hakurizika kwamba yeye nimepewa jina, aliwajibika. Hiyo 1 Chronicles chapter 22. Naomba usome sasa kwa haraka. Tunasogea. Naiona hotuba yetu ikisogea. Hebu tusome tena pale. Soma. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli. Ndio. Akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Sasa Daudi anaamua, amezuiliwa kujenga. Ameambiwa wewe utajenga, na sababu ya kutojenga utaiona hapo. Lakini Daudi anasema kama sitajenga, lakini nitaandaa material. Maana tayari nimeshapewa jina, na hili jina lazima niwajibike. Nitatafuta material. Hebu songa mbele. Basi Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango. Akaweka akiba ya chuma kwa tarabe za milango na kwa mafungo. Na ya shaba akiba tele isiyo na uzani. Sikiliza wale ambao Kiswahili kinaenda kombo. Hapa Biblia inasema akanunua milango yote na vyuma vyake vyote vya hekalu. Sema amen. Jamani, tuseme amina. Alafu akanunua tini tena? Na mierezi zio na idadi. Akanunua mbao nzuri zote kwa ajili ya kanisa. Tuende mbele. Kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Na watu waliposikia kwamba mwenzao Daudi ana wazo, wakamletea mierezi, wakamsapoti. Ngoja niseme jambo hili. Tupo kwenye enzi ambazo tunahitaji viongozi wenye vision. Tunahitaji washiriki wa kujitolea. Mmoja akianza wazo, wengine hawajadili, wanasupport na Mungu anatukuzwa. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, elewa, punga mkono namna hii. Support. Jamaa akaanza kutoa vitu, watu wakatoka huko Sidoni wakaja kumsupport. Kipo. Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado. Sawa. Na muororo. Nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno. Nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri namna gani? Jamani, haina budi kuwa nzuri namna gani? Mno. Nyumba ya Bwana lazima iwe nzuri. Twende. Yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Yani kanisa la Mungu likijengwa lazima liwe na sifa, lazima liwe na fahari. Ukinunua speaker lazima ziwe zile zenye sifa, lazima zenye fahari. Sadaka lazima iwe sadaka yenye sifa na fahari tele. Kama unanielewa sema amen. Jamani, haya ni makambi, sio crusade. Ndio maana najenga mioyo ya washiriki ili waelewe wanavyopaswa kutembea. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa tena punga mkono namna hii. Hebu mwambie jirani yako, nyumba ya Mungu ni nzuri na ya fahari. Hebu mwambie tena, nyumba ya Mungu huwa ni nzuri na yenye fahari. Jamani, Bwana asifiwe. The more we behold, the more we become. Endelea mbele mtumishi. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Daudi anasema kwa sababu hii nyumba ni nzuri na siwezi kuijenga hivi haraka, ninaamua kuiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Hiyo ni sura ya 22. Mtu wa Mungu unayefuatilia mtandaoni,
ya the book of First Chronicles chapter 22. Hebu twende mbele msomaji. Endelea mbele. Ndipo akamuita Sulemani mwanawe. Akamuita sasa mtoto wake. Akamwagiza amjengee Bwana. Akamwagiza amjengee Bwana. Sikiliza. Daudi alijua kazi ya Mungu, hasa ile ya kujenga kanisa. Kama yeye amekataliwa, basi watoto wake wanaweza kujenga. Kama yeye amekataliwa, watoto wake wanaweza kujenga. Daudi akampa Suleiman kazi ya kujenga hekalu. Washirikishe watoto wako kwenye mambo matakatifu. Daudi anamuita Suleiman, anamwambia Suleiman, mwanangu, Mungu ameniambia mimi sitajenga kanisa, ila nimekuandalia sehemu ya vitu, nawe nakupa agizo, kalijenge hekalu la Bwana. Familia ambayo haikai tu, inakuwa na plans, inakuwa na agenda nzuri za kazi ya Mungu. Tunapoenda katika kilele cha somo hili, Daudi akatoa chapter 28 sura 28. Hebu tuangalie hatua hii nyingine. Daudi aliambiwa, umeleta wazo, kwa wazo hili ninakupa jina. Umeniwazia mimi kuwa na kanisa, hekalu zuri la kupendeza lenye sifa kuliko nyumba yoyote, jambo ambalo Musa hajawaza, Haruni hajawaza, waamuzi wote 13 hawajawaza, Sauli mfalme hakuwaza, ila wewe umewaza, nitakupa jina. Sasa akaambiwa na Daudi naye akaona, vile nimeambiwa nitapewa jina, naandaa vifaa. Kama sitajenga, ila angalau niwe na vifaa. Tunapoenda hapo katika conclusion, utaona hili somo linavyokigeukia na kuyagusa maisha yako, na mwisho wa kambi hili useme nimebarikiwa. Hebu soma sasa 28 na uende kwa speed kabisa bro. Kisha Daudi akawakusanya huko Yerusalemu wakuu wote wa Israeli. Ndio, wakuu wa kabila na maakida wa vikosi wenye kumtumikia mfalme kwa zamu, na maakida wa maelfu na maakida wa mamia, na wenye kutawala juu ya mali na milki za falme na za wanawe, pamoja na matowashi na mashujaa, naam, waume mashujaa wote. Ndipo Daudi mfalme akasimama kwa miguu yake akasema, nisikilizeni ndugu zangu. Sikia, wale ambao wanasoma Biblia kwa kutulia wataelewa. Daudi ametoa sadaka yake, alafu sura ya 28 anaita watu kwa ajili ya fundraising. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Anaita watu kwa ajili ya nini? Fundraising. Anawaambia mbele zao kwamba Mungu ametakiwa ajengewe hekalu, na mimi nina kila ambacho nimeweza. Na akawaita wakubwa wa maakida, viongozi wengine waliokuwa chini yake, akawaita watoe sadaka. Twende kwa haraka. Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana. Nyumba ya kustarehe, sio kanisa la kujiminya, kanisa la kustarehe, kanisa lenye hadhi kwa ajili ya sanduku la Bwana, na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu. Aweke na viti huko ambako Bwana atakaa huko. Twende. Hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga. Anawaambia tayari nilishajiandaa kujenga. Lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Endelea kunifuatilia pale, maana mwisho wa somo hili ni kilele cha pekee sana. Twende tena. Kwa sababu umekuwa mtu wa vita. Akamwambia Daudi, kwa kuwa wewe ulikuwa mtu wa vita na umemwaga damu, lakini Bwana Mungu wa Israeli alinichagua katika nyumba yote ya baba yangu. Lakini bado Mungu akanichagua mimi. Kufanya kazi ya Mungu ni heshima. Kama unanielewa sema amen. Mungu akikuchagua uwe deacon, uwe elder, uwe mwanakwaya, uwe church board member, usijiproud. Haujastahili, ni neema. Ni Mungu anayetuchagua. Amina. Nasema tena, ni Mungu anayetuchagua. Nyenyekea, ongoza watu kwa huruma. Daudi anasema, sio mimi niliyejichagua, wala sistahili.
huyu ni Mungu aliyenichagua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haya, twende msomaji. Katika nyumba yote ya babangu kuwa mfalme juu ya Israeli milele. Sawa. Kwa kuwa amemchagua Yuda awe mkuu. Ndio. Na katika nyumba ya Yuda alichagua nyumba ya baba yangu. Sawa. Na miongoni mwa wana wa babangu aliniridhia mimi ili kunitawaza niwe mfalme juu ya Israeli wote. Daudi anaeleza wema, anasema huyu ni Mungu. Amechagua familia, amechagua ukoo, amechagua watu, lakini tena baadaye amenichagua mimi. Nina habari njema kwako msikilizaji, nina habari njema kwako uliyeko hapa. Wewe sio wa thamani kuliko ambao wamekaa pombe sasa hivi wanalewa. Wewe sio wa thamani kuliko ambao wako barabarani wanatembea. Wewe sio wa thamani kuliko wao. Mungu amekuchagua wewe. Nina habari njema, Mungu amekuchagua wewe. Wewe ni wa thamani machoni pake. Amekuchagua. Hata kuwa hapa leo sio wewe uliyechagua, Mungu amekuchagua. Amina. Songa mbele msomaji. Tena katika wana wangu wote, kwani Bwana amenipa wana wengi, amemchagua Sulemani mwanangu ili aketi juu ya kiti cha enzi cha ufalme wa Bwana Daudi anasema, Israeli. Daudi anasema Mungu amechagua ukoo, amechagua familia yetu, akanichagua na mimi, na akachagua na mtoto wangu. Nina habari njema, tufanyeni kazi ya Mungu. Mungu atatuchagua. Amina. Jamani, Mungu atatuchagua. Amina. Washiriki, Mungu atatuchagua. Wapendwa mlioko hapa, Mungu atatuchagua. Na tuchague kufanya kazi yake. Mungu atatuchagua. Na akisha kutuchagua, kama alivyomchagua Yese na kabila la Yuda, na akamchagua Yese na akamchagua Daudi na akamchagua Suleimani, nina habari njema, tutumikeni kwa uaminifu. Tuweni washirika waaminifu. Tufanyeni tunachoweza, na twendeni makanisani, na tutoeni sadaka zetu, na tutumie karama zetu. Nina habari njema mchana wa leo, katika kuyafanya hayo Mungu atatuchagua. Jamani, Mungu atatuchagua. Na sio sisi tu, anachagua mpaka watoto wetu. Neema ilioje, neema ilioje. Daudi akasema Mungu amenichagua. Mungu amechagua na mtoto wangu Suleimani. Ninaomba kwa yule aliyekuja makambi ya siku ya leo, Bwana akuchague wewe. Wapendwa, Bwana akuchague wewe. Wapendwa, Bwana akuchague wewe. Awachague watoto wako, amchague mke wako, atuchague, maana ni yeye anayechagua. Yeye ndiye anayechagua. Mungu, utakapowachagua Better Living Getembe, unichague na mimi. Bwana, unichague na mimi. Ninaomba unichague. Sistahili Bwana, unichague. Mungu akuchague. Jamani, nasema tena, Mungu akuchague. Ningeweza kwenda ndani zaidi na somo hili, ila ninaomba msomaji usome mafungu ya 8 kwenda chini ili tuone nini kiliendelea. Basi sasa machoni pa Israeli wote, hilo kusanyiko la Bwana, na masikioni pa Mungu wetu, angalieni kuzitafuta amri zote za Bwana sawa Mungu wenu, sawa, ili mpate kumiliki hii nchi njema na kuwaridhisha wana wenu baada yenu hata milele. Daudi anawaambia mnatakiwa kuwarithisha watoto wenu. Usiwe church elder, watoto wanaendelea kunywa pombe. Usiwe mama, watoto wako wanaishia kujiuza na kusalitiwa. Muombe Mungu, muombe Mungu akupe neema, uchaguliwe wewe na watoto wako. Tumefika dhama ambazo Mungu tunakuomba washirika wote tukuamini na tuchaguliwe sisi na familia zetu. Ninahubiri fungu ama hubiri la pekee ambalo mwenye akilisikia atasema, Bwana, baada ya masomo haya unichague mimi na familia yangu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Songa. Nawe Sulemani mwanangu,
Nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba yako. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote. Anatafuta mioyo yote. Na kwa kuwa Bwana kuyatambua mawazo yote ya fikra. Anatambua mawazo yote ya fikra. Tulia pale. Bwana yani Daudi anamwambia Suleimani, mchague Mungu wa baba yako. Mpende Mungu wa baba yako. Ninajua ninaposema hili kuna uchungu. Maana kuna watoto wengine baba zao sio mfano wa kuigwa. Ninajua kuna watoto wengine hawaoni imani ya baba zao. Lakini yuko baba yetu wa mbinguni. Anza wewe kuwa wa kwanza. Uwe kama Daudi. Mchague Mungu. Na watoto wako nao uwasaidie wamchague Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana Suleiman alipopewa kuwa mfalme siku ya kwanza aliomba hekima na maarifa. Jamani, Bwana asifiwe. Wazo hapa lipo kwenye nitakupa jina. Suleimani mwanangu, mchague Mungu wa baba yako. Kama baba yangu hana sifa hizo, yuko baba wa mbinguni, nitamchagua yeye kwanza, na ataniwezesha mimi na familia yangu kumchagua Bwana. Achana na ile miungu ya Kisii. Achana na ule uchawi wa kwenu. Achana na zile sifa za kwenu. Mchague leo Mungu. Mpe Mungu nafasi. Fanya kazi yake. Tumia karama zako. Toa muda wako. Fanya unaloweza. Mchague Mungu leo katika kambi hili, ili wewe na watoto wako na kizazi chako muokolewe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Mchague Mungu. Mchague Mungu. Utasoma mwenyewe katika sura hiyo. Inaomba sasa tu unipeleke fungu la 15. Walipotoa sadaka walisemaje? Biblia inasema, kwa uzani tena kwa vinara vya dhahabu na kwa taa zake za dhahabu. Wanatoa vitu kwa uzani kwa kila kinara. Sawa. Na kwa taa zake na kwa vinara vya fedha. Malighafi hiyo, material inatolewa ya kanisa. Kanisa likamilike, lijengwe likamilike. Lakini Daudi kabla vitu havijatolewa akapeana speech ya watu kumchagua Mungu, na watoto wao pia wamchague Mungu. Mchana wa leo ninasema habari ya kujenga, ni zaidi ya habari ya kujenga kanisa la Better Living. Mkilijenga hilo mkiwa hamjamchagua Mungu ni bure. Jengeni, na tena jengeni zuri litakalompa Mungu utukufu, tena ambalo litamfanya Mungu afurahi. Lakini mkiwa mgali mnalijenga, mchagueni Mungu. Nasema tena mchagueni Mungu. Wapendwa, mchagueni Mungu. Na tena sio wewe tu mzee wangu na watoto wako. Sio wewe tu mama yangu na kizazi chako. Daudi akamwapisha Suleimani, lakini pia akawaapiza na Waisraeli wote waliokuja katika kutano lile kwamba mchagueni Mungu. Alafu pili, familia zenu zimchague Mungu. Nimekuja katika kambi la Better Living Getembe kuambia, ukisha mpata Yesu umepata vyote. Kama unanielewa utasema amen. Ukisha mpata Mungu umepata vyote. Ndio maana ninaanza kwa msingi huu, ama namaliza kwa msingi huu, kwamba mchagueni Mungu. Kama baba yako anaye Mungu, mchague Mungu wa baba yako. Kama unaona kwenu hakuna Mungu wa kweli, anza wewe, mchague Mungu leo. Familia yako itaweza kumchagua Mungu. Mtasonga na Bwana atatembea nanyi. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Fundisho hili lisiondoke akilini mwako. Waza kwa ajili ya Bwana. Mchague Mungu maishani mwako. Kizazi chako kimchague Mungu, na ndipo Bwana atakapo tubariki. Wametoa fungu la 18 likasemaje? Na kwa madhabahu ya kufukiza
Ndio. Dhahabu iliyosafika sana kwa uzani. Soma 19. Hayo yote akasema Daudi. Hapo sasa Daudi akasema, yamenilea kwa maandiko kutoka kwa mkono wa Bwana. Sawa. Naam, kazi zote za mfano huu. Sawa. Kisha Daudi akamwambia Sulemani mwanawe. Ndio. Uwe hodari. Uwe hodari. Mwenye moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Ukatende hivyo. Ukatende hivyo. Usiogope. Usiogope. Wala usifadhaike. Wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu Mungu wangu yuko pamoja nawe. Yuko pamoja nawe. Yeye hata kupungukia. Wala kukuacha. Hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Fungu la 20 imemaliza pale. Hebu soma fungu la 14 tafadhali. 14 Biblia inasema. Kuna kitu pale tumekiacha pale, ndio. 14 anasema ya dhahabu kwa uzani kwa vyombo vya dhahabu. 13 tena katika habari ya zamu kwa makuhani na Walawi. Ndio. Na ya kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Sawa. Na ya vyombo vyote vya utumishi nyumbani mwa Bwana. Ndio. 14. Nenda sasa 25, maana umeconnect kwamba makuhani, maliwali walipokea sadaka zote hizi wakazichukua kwa ajili ya kazi ya Mungu, sio kazi ya mtu. 25. 21 pale. Na ziko kwa utumishi wote wa na tazama. Nataka 25 mtumishi. 25 sura 28 mstari 25. 21 ndio mwisho wake. 21 ndio mwisho hapa. Amemaliza na Saudi na na Suleiman. Hebu maliza tena 21 kumradhi. 21 Biblia inasema. Ndio. Na tazama. Hizo zamu za makuhani na Walawi. Ndio. Ziko kwa utumishi wote wa nyumba ya Mungu. Sawa. Nao watakuwapo pamoja nawe kwa kazi ya kila namna. Tulia pale. Suleimani anaambiwa utakuwa mfalme, utaongoza taifa, lakini mwanangu uwe hodari, maana wewe na wachungaji ndiyo mtakao liongoza kanisa. Kwa kuwa muda wetu usingekuwa mzuri, nikubalie nikuulize swali. Je, Daudi alipewa jina? Hiyo ndio hoja ndogo tu. Je, was he given a name? Je, ahadi ya Mungu ilitimia? Ilitimia kwako wewe? Ninaomba ujue Daudi alipewa jina. Hebu mwambie jirani yako, Daudi alipewa jina. Hebu mwambie tena, Daudi alipewa jina. Daudi alipewa jina mpaka unashangaa. Hebu angalia, Daudi anapewa jina. Utaandika wewe mwenyewe Samueli wa pili 12, utasoma kwa muda wako. Lakini Daudi anapewa jina. Ninataka nianze kuconfirm Daudi umepewa jina kiasi gani. Yako mengi mafungu, ila soma Luka 1 fungu la kwanza. Daudi anapewa jina na ahadi ya Mungu inatimia. Haya, twende pale msomaji. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa Luka 1:1. Mathayo 1:1, sorry. Mathayo 1:1. Wewe uliyekuwa mtandaoni ni Mathayo 1:1, sio Luka 1:1. Haya, twende soma pale. Biblia inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Tulia tu pale. Daudi anaingia kwenye ukoo wa Yesu. Daudi anapewa jina kiasi kwamba Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Daudi anapewa title kwamba yeye ndiye ambaye amebeba ukoo wa Yesu. Nataka niwaombee ila mnielewe. Ukoo wa Yesu. Yesu anatoka kwenye ukoo wa Daudi. Daudi amepewa jina linalomwakilisha Yesu. Walipokuwa wametandika vitu pale chini, wanawake wakitandika mitende, Mathayo 21 fungu la 9, tuone Daudi aliyopewa jina. Ninataka upewe jina mchana wa leo ili tuombe na tuende zetu, maana tumejua haya yote. Niwie radhi tulianza kwa kuchelewa, lakini ninakupeleka tu hapa katika namna ambayo unaondoka ukielewa jina la Daudi alipeana vipi.
na makutano waliotangulia, na wale waliofuata, wakapaza sauti wakisema, Hosana, Hosana, mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa, uliyembarikiwa yeye ajaye kwa Kama unanielewa punga mkono. Bwana asifiwe. Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Yaani Daudi aliyekuwa mzinzi, Daudi aliyechungulia mwanamke gorofani, akaona anapendeza, akamchukua akalala naye, akampa mimba, akaua mume wake. Daudi amefika viwango ambavyo kwa wazo tu alilokuwa nalo la kujenga nyumba ya Mungu, kutembea katika maungamo, kukubali tena kuirudia ahadi ya Mungu, Biblia inasema wakashangilia. Katika Mathayo 21:9, wewe ambaye ulikuwa mtandaoni, wakasema Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Luka 1:30. Alafu wewe mwenyewe utaenda kusoma nyumbani Luka 18 mstari wa 38 na 39. Andika tu fungu hilo, lakini sasa Luka 1:30 na 38. Malaika 30 na 31, twende pale. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ndiyo. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Naye utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Yesu anaitwa mtoto wa Daudi na atapewa kiti cha Daudi baba yake. Yesu ametoka mbinguni, lakini katika kuvaa ubinadamu, Daudi anakuwa baba yake. Nina habari njema. Tukijitoa leo mchana hii, tukasema huu ni mwaka wa kwenda kufanya kazi ya Mungu, tukasema huu ni mwaka wa kwenda kutembea na Mungu, Bwana atatupa jina. Ninasema tena, Bwana atatupa jina, atatupromote. Huyu Daudi ni nani? Ametenda jema gani, ndugu yangu Robinson, afike kiwango cha kufanya Yesu akae kwenye kiti chake? Nina habari njema. Biblia inasema, na mtu akiniheshimu na baba yangu atamheshimu. Ndio maana ukisoma Kutoka 25:8 kwa wewe mwenyewe utaona hata lile hema ni Musa alielekezwa na Mungu kwamba nifanyieni patakatifu nipate kukaa katikati yao. Sio wao waliowaza. Mchana wa leo, ikiwa unasema sasa ninataka kuwa na mawazo mazuri ya kazi ya Mungu kwenye mali yangu, karama, muda, uwezo na nafasi, Daudi amepewa jina. Mpaka mbinguni wanajua Daudi ni mtakatifu wa Bwana. Na ndio maana tunaambiwa, kwa maana mwana wa Daudi anakuja. Mwana wa Daudi anakuja. Ninatamani ifike saa iambiwe mwana wa Lubua anakuja, mwana wa nani fulani hivi anakuja. Kwa matendo yetu mema Bwana atatupa jina. Ikiwa uko tayari, unasema sio tu nimekuja kuchukua baraka, ninataka sasa niingie
kufanya yampendezayo Mungu, kanisani kwa wakati, kufanya kazi yake kwa moyo. Fedha nitatoa, nitafanya kila niwezalo. Mimi na familia yangu tunataka Mungu atupatie jina. Ningekuwa na muda, nina mafungu zaidi hata ya 50 yanayokuonyesha kwamba Daudi alipewa jina, na jina hilo tutalienzi. Wameitwa wengi watakatifu kwenye Biblia, lakini Daudi anaitwa mwana wa Daudi. Hata mapepo yakalia, mwana wa Daudi. Wanawake wanaimba, mwana wa Daudi. Tunaambiwa Yesu anakuja, mwana wa Daudi. Malaika anamwambia Mariamu, atakayezaliwa atakaa kwenye kiti cha Daudi baba yake. Mapepo yanajua Yesu ni mwana wa Daudi. Wale vipofu wakapiga sauti kwa nguvu, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Ikiwa unataka Mungu wako ajulikane na yeye akutambulishe, uitwe kwa jina lake. Hakuna jina zuri kama kuitwa Lucy mwana wa Yesu. Robinson mtumishi wa Mungu. Lazima uongezewe jina la Mungu, liitwe kwenye maisha yako. Kama ndio uchaguzi wako, nyosha mkono wako. Mimi nataka Mungu anipe jina. Mimi natamani Mungu akupe jina. Akupe jina. Akupe jina kwa kufanya kwa makusudi kabisa kazi yake. Kwani usisimame? Yatoe maisha yako. Omba kwa ajili ya familia yako. Omba kwa ajili yako mwenyewe. Daudi akabeba wazo la kumjengea Mungu, ingawa sio yeye aliyejenga, ila kwa wazo tu Mungu akamwambia, ninakupa jina, utaheshimiwa na mataifa yote duniani. Ndiyo maana Yesu anakuja kama mwana wa Daudi. Wanawake wanashangilia, wanasema Yesu mwana wa Daudi. Malaika anamwambia Mariamu, atakaa kwenye kiti cha baba yake Daudi. Mapepo yanajua Yesu mwana wa Daudi. Tuna nini nawe? Vipofu wanaita Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Leo tunakaa tukijua Yesu mwana wa Daudi anakuja. Ninajua Daudi hakuwa mkamilifu. Nimekwambia Daudi alizini na mke wa Uria. Alimuua Uria. Alimpa mimba mke wa Uria. Alitenda maovu mengi, lakini kwa wazo la kufanya kazi ya Mungu, Mungu akampa jina. Mungu akampa jina. Tumetenda maovu mengi, tumemkosea Mungu, ndio tunataka tufanye kazi yake. Atatusamehe makosa yetu, atatupatia jina, atazitambua familia zetu, atatutambua mtu mmoja mmoja. Yesu, ni wewe umetupa nafasi. Daudi anamwambia mwanawe, ni rehema ya Mungu, sio matakwa yetu, ni rehema ya Mungu. Kutano lote kama wote kwa pamoja tumekubali kwamba imefika saa ya kujitoa, maana Yesu anakuja, na unataka mbele ya jina lako Yesu atajwe, Mungu atajwe. Kwa nini usifanye maamuzi? Kwa nini usifanye maamuzi ya kutembea hapa mbele? Ikiwa ni wewe ambaye unasema nataka Mungu anipe jina, ikiwa ni wewe, tembea uje. Tutakuja tu hapa mpaka kwenye hizi speaker hapa karibu, alafu ile box la maombi Obedi kalilete hapa mbele kabisa. Ninataka kuomba wale ambao wanasema Yesu, ninataka kupewa jina, ninataka maisha yangu yawe yako, ninataka kutembea na wewe, ninataka familia yangu itembee na wewe. Imetosha, nimehangaika. Kumbe njia ni kupewa jina. Njoni. Ikiwa ni wewe dada, ikiwa ni wewe kaka, ikiwa ni wewe mpendo, unataka ombi la mchana wa leo ili Mungu akupe jina. Umepambana kuolewa, hujaolewa, Mungu anataka akupe jina, asafishe maisha yako. Mungu anataka atusamehe makosa yetu, anataka aondoe uovu wetu, anataka alete jina. Tutajaa kwenda hivi, tutajaa. Njoni tu. Wewe ukiona mtu amekaa, achana naye, yeye ana mpango wake kwenye ibada ya leo. Wewe panga kupewa jina na Bwana. Mungu wetu akubariki, na huu ni wito wa mtu binafsi. Tembeni tu kuja hadi hapa karibu kabisa. Hapa kwenye speaker kabisa hapa, tembea tu. Ikiwa unahitaji. Falme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje
limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu zikingi ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwa. How is your name written? Jina langu huko, yes Lord, kitabuni mbinguni. Limeandikwaje? Kila mtu akiwa ametulia, yani tutulie. Sauti ya Mungu mchana wa leo inasema, ninataka nikupe jina. Sauti ya Mungu iliyonileta hapa Getembe na inayokufanya wewe msikilizaji usikize kutoka mtandaoni. Mungu anataka anipe jina. Mungu anataka akupe wewe jina. Umeitwa wa tabia mbaya siku nyingi. Umeitwa wa ukoo wa wachawi. Umeitwa mwenye tabia mbaya. Mungu anasema, ukinikubali, ukakubali amri zangu, ukayaishi maisha yangu mimi, na kujitoa wewe na vyote ulivyo navyo, na kuwa na mawazo mema, nitakupa jina. Jamani, nitakupa jina. Hata Better Living Getembe mnahitaji kujenga kanisa. Ninajua Mungu ameleta ujumbe huu kwa wakati, kwamba Daudi alipowaza kwamba hawezi kukaa nyumba nzuri na nyumba ya baba yake iko chini kwenye mahema, kwa wazo tu hilo Mungu akampa jina. Daudi alitoa yeye mwenyewe, akaitisha fundraising, akafanya michango ili kazi ya Mungu iende, na mwisho akawaambia, kwani hivi tulivyotoa ni vya nani? Vyote ni vya Mungu, na kwake huyo Mungu tunamrudishia. Ndugu zangu, duniani tutawekeza, tutajenga vitu vingi, vitapita, ila aliyejenga na kuwekeza kwa Bwana vitakaa milele. Vitakaa milele. Tutatoa michango kwenye harusi za watu, tutatoa michango kwenye misiba, tutafanya vitu vizuri, lakini ambaye ataikubali kazi ya Mungu isimame kwa kipato chake, huyo atapewa jina na Bwana. Kwa karama zake, kwa uwezo wake, anafanya hima kazi ya Mungu isimame, huyo amekubali kupewa jina. Ninakuombea wewe kuanzia leo, Bwana akupe jina. Jamani, nakuombea wewe, Bwana akupe jina. Jamani, Bwana akupe jina. Kwa dakika 2-3 hizi, ikiwa kuna mtu pia ambaye hajaweza kupewa jina, ametembea bila jina la Mungu, na ndiyo maana jina lake limekuwa la kawaida, kwa kuwa hajawahi kuyatoa maisha yake kwa njia ya ubatizo. Nimeona mtu ambaye anasema moyoni mwake, sijajipanga mimi kubatizwa leo na sitayatoa maisha yangu leo. Ninakuuliza swali. Kwa mfano, tunavyotoka church, uende hapo nje utembee ukute 5,000 imeanguka, utaipita useme ningeiokota, lakini sijajipanga. Yaani naona hii ni 5,000 ila sijajipanga. Ningejipanga kuiokota, ningeiokota. Je, ungefanya hivyo? Na kama uwezi kufanya hivyo, Yesu anakuita leo. Kwa Korinto wa 2:6-2 anasema, muda uliokubalika wa wokovu ni sasa, na siku ni leo.
hatunaga siku zingine. Wengi walisema kesho, wengi walisema crusade ijayo, ubatizo ujao, hawakupata nafasi. No wonder katika wito mzito namna hii kuna mtu anatembea anasijui anafanya nini. Huyo naye ana ujasiri mbele za Mungu. Ikiwa unasema kwa namna neno la Mungu lilivyoleta kicho na kuninyenyekeza, mimi ni wa kwanza kati ya wengi. Wenda uliandikwa au hujaandikwa, ni leo tu umekuja, haijalishi umetoka wapi. Rafiki yangu unasema mimi nayatoa maisha yangu kwa Yesu, tembea kwa haraka. Njoo. Mchungaji, njoo nimshike watu hawa wainjilisti wageni wa mkutano. Naomba Mungu akubariki. Njoo tu sasa ikiwa unasema mimi niko tayari kwa ubatizo pastor. Mimi nataka niyatoe maisha yangu. Wenda utabatizwa leo ama siku nyingine, lakini unasema leo hii najitoa kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Njoo sasa rafiki. Simtembee tu kwa haraka. Na ndio pastors mtakuja hapa ili waweze kufika hapa kabisa. Mungu akubariki. Najua huku Kenya ni mpaka mtu wa kwanza ajitokeze ndio wengine wanakuja. Haya, njoo tu. Usifanye debate. Yesu anataka kuandike. Anataka kuandike, akupe jina. Ubarikiwe sana dada. Wanaoelewa watatembea kwa spidi yao wenyewe. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki wewe ambaye unaamua kuja. Tembea. Wako wale vijana teenagers walijitoa. Wako hao ambao wamesimama hapa, huna ushirika na Yesu, anasema huna jina, nataka nikupe jina. Mungu akubariki sana. Haijalishi ndio umefika leo, utaratibu utaandaliwa, lakini njoo ujitoe kwanza. Njoo ujitoe kwa Bwana leo. Wengi walisema kesho. Mtu akinikiri mbele za Baba, na mimi nitamkiri mbele za Baba yangu. Iwe utabatizwa leo, utabatizwa kesho, Yesu anasema njoo tu dada, njoo kaka. Usifanye moyo wako mgumu. Njoo, Yesu anakuita. Tembea kuja. Hata wale ambao mlishaandika majina yenu, tembea uje. Rafiki yangu, Yesu anakuita. Anataka akupe jina. Usiangalie wingi wa watu. Tembea kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Utapangiwa. Wenda unajitoa leo ila usibatizwe leo. Wewe njoo. Sijajua imekuwa nini, lakini Yesu anapokuita usifanye debate. Mungu akubariki rafiki yangu. Tembeeni. Najua watu ni wengi ila wanaangalia itakuwaje. Tembea. Mungu awabariki. Tembea rafiki yangu. Tembea. Walk. Tembea. Walk and go to Jesus. Come. Njoo rafiki yangu. Njoo tu, ni wewe. Yesu anakuita. Anasema nakuita hivyo ulivyo mama. Nakuita. Ulirudi nyuma, hujawahi kubatizwa, ulipoteza ushirika. Achana na watu, tembea wewe mwenyewe kwa Yesu. Unisikie Mwokozi wangu, napozuru wengine, Bwana usinipite. Barikiwa sana dadangu. Tembea na mtaweka utengo kati ya waliojitoa na ninyi. Tembea. Njoo rafiki yangu. Ninaona makundi ya watu lakini hawawezi kutembea. Na hata wengine wanasema pastor, I am tired. Mimi nakuambia rafiki yangu, Yesu akikutaka wewe usimwambie hapana. Rafiki yangu, karibu. Njoo. We have many who vote their life to Jesus. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki. Usisubiri mtu fulani aje ndio uje. Wewe njoo tu mama yangu. Una ushirika ulipoteza, ama ulirudi nyuma, ama hujawahi kubatizwa, hata kwa machozi kiasi gani unasema Yesu, ninataka unipe jina. Sina cha kutegemea ila wewe tu Yesu. Tunapoenda lunch, wewe mpe Mungu akupe jina. Bwana na kuabudu. Mungu awabariki. Naona mkija. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki ambaye unafanya maamuzi. Dada, usisite. Njoo tu.
Njoo tu rafiki yangu, njoo kakangu, njoo, tembea, fungua njia, tembea. Mungu akubariki sana. Nimeona ukipambana na Mungu wako. Asante rafiki, ukakumtia moyo. Tembea, njoo, tembea. Mungu akubariki rafiki yangu, tembea. Mungu akubariki, tembea, jipe moyo, tembea. Yesu anataka akupe jina mchana wa leo. Njoo. Najua wako wengi mno, ila anawaza atatembeaje, watamuonaje. Wala duniani kote Bwana mwingine. Tulia pale kwanza kwa wimbo. Ninataka nimalize wito huu kwa namna ya ajabu. Unajua, nimeona watoto wenu ambao wana umri wa kubatizwa hawajabatizwa, ila cha ajabu hata kupewa jina na Mungu hawataki. Ila ningekuwa natoa 1,000 hapa kwa ambao hawajabatizwa waje kuchukua, angekimbia. 1,000 ni nini kuliko Yesu anayekuita? Nimeona mabinti, nimeona vijana, lakini ningewaita kwa upendo. Yesu anakuita. Usiseme kesho. Nimekuwa na rafiki zangu waliosema kesho haikuwa. It is not about tomorrow. It is today. Ni leo sasa. Oh pastor, wewe hujabatizwa, una nia hiyo, njoo mbele. Utazungumza ukiwa uko kwenye miguu ya baba yako. Tembea basi uje rafiki yangu, ni Yesu anayekuita. Hebu sasa nione namna ya kipekee hii ambayo tunamaliza ubatizo huu ama wito huu wa kipekee. Nione kila mtu akiwa amemshika rafiki yake mkono. Mshika rafiki yako mkono, maana tunataka kumaliza. Hakikisha umemshika tu mmoja hivi. Yani pata one partner. Just one. Pata rafiki. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana rafiki yangu. I know you and God is ready. Mshika tu rafiki yako mkono. Have you got your neighbor? Mkono tu mmoja hivi. Aya, mgeukie jirani yako. Utaimba tu madamu, utaimba. Hebu mgeukie saa jirani yako, muulize, umebatizwa? Hakikisha umemshika, afu hakikisha amekujibu. Akikwambia bado, na uwe mwaminifu, hapa ni mbele za Bwana. Akikwambia bado, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Alafu utembee naye, uje naye, umwache mbele, wewe urudi. Yesu anasema. Msiwe na mchezo. Kama utasimama na mtu na asiokolewe, it will all about you. Yesu anasema wewe. Tembea naye sasa mji. Tembea naye umlete. Kama amekwambia bado, mlete, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Mungu akubariki. Ukishamleta unaenda. Mungu akubariki sana. Na Yesu akikuita, njoo. Ukiletwa na rafiki, njoo. Mungu akubariki sana. Tembea naye. Kama hujauliza rafiki yako, muulize na utembee naye. Tunaona kama mvua inataka kuja, ila inatusubiri sisi. Tembea uje naye. Na tengenezeni wigo. Heaven target us. Don't sleep. You know what we do. Na kwa hiyo tengeneza. Njoo. Mungu awabariki sana. Tembea na rafiki yako. Taji. Mungu akubariki rafiki. Oh, come to Jesus. Mungu akubariki rafiki. Oh, come to Jesus. Mungu akubariki unayetembea. Come to Jesus. Tembea naye. Mshike mkono, mwambie rafiki yangu, twende kwa Yesu. Mungu akubariki sana. Mwambie dada, twende. Kaka, twende. Rafiki, twende. Ninataka kuachilia mibaraka ya mwisho kabisa, ila ninajua kuna rafiki hujamleta. Uwezo wako tu. Soldiers of Christ, you know what to do. Waweza takasa mioyo michafu, alilipa bei. Ni wewe tu Yesu anataka uvae ujasiri. Mwambie rafiki, twende. Rafiki, let us go to Jesus. It is Jesus calling.
It is him and him alone calling you my sister, calling you my brother, calling you my mother, calling you my father. He's saying, I love you. Come on, come on, come on, come on. Kudai neema. Kama umebakia wewe, tembea, tunaomba. Hivi nitafua mavazi kwa damu Yesu alilipa bei na wiwa naye dhambi ilitiwa aliondoa. I see those who came in front here with a very special call of baptism. Can I see you rising up your hands? Can I see your hands? May God bless you. May God bless you in a special way. Mungu amewaita kwa namna ya kipekee, na wito wake ni mwema. Wito wake ni wa milele. Haangalii umeanguka mara ngapi. Anasema, mwanangu, mwenye dhambi akianguka mara 7 akiinuka tena nitampokea. Nitampokea. Na kwa hiyo leo Mungu anataka kupokea. May it be you were prepared or not. Hivi ndivyo Mungu anavyotuita. Mungu akubariki sana. Kama yuko aliyebakia, Mungu anaita kipekee. Na noanda kuna mtu amesimama kule anasema kwa Kikisii, mimi nimeweka mbaya ngumu, sitaki kumpokea Yesu. Lakini Bwana atukuzwe kwa hawa. Maana mchana wa leo Bwana anawaita. Na hawa watakuwa wakienda nyuma ya kibweta hiki. Even targeters, you know what to do and very well. Na Madam Ruth, ndugu yangu Robinson and Mackenzie and whoever concerned, you shall be able to talk to them and they be ready. Itakapoonekana kuna mtu yuko tayari lakini hakubeba nguo, amejipanga hivi na vile, you know how to sort. Na it is sorted. Elder is saying it is sorted. It is sorted. And so kama wewe uko pande hii, utaendelea kuja pande hii. Unatembea, uenda kutaka watu wakuone, unasema watu wako na michoro mingi, wako na maswali mingi. Huyo tu ulikuwa ni wewe hujaelewa. Kwa Yesu tukienda hakuna swali, ila tangu hapo anakuangalia unasema amempokea Yesu. Amempokea Yesu. Amekuwa na jina la Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Very sorry for making you stand for so long. Salvation is not a joke. Oh, it's not just a joke. It's not a normal task. And so may God bless you. Kindly, before you go that way, I need to bless. Pastor yuko pale. Wenye magari ndio hivyo, tutapeana nafasi twende wabatizo, wakati wengine wanakula watakuja watatujoin. This is how we wind up our camp meetings. How many of you are blessed? Wangapi mmebarikiwa hivi? Hebu mwambie tena jirani yako, Mungu akupe jina. Wewe acha kumwambia kwa wivu, tabasamu. Ukisema ndio nao umepeana, mwambie tena Mungu akupe jina. Mwambie tena Mungu akupe jina. Huu ni mwaka wa kwenda kupata jina. Hebu mwambie tena, huu ni mwaka wa kwenda kupata jina. Mungu awabariki sana. Ninaomba Mungu akawa introduce kwenye ofisi mpate kazi. Ninaomba Mungu akutambulishe kwa wanaume uolewe. Yeye akutambulishe kwa tabia zako. Mungu akutambulishe tena kwa mke wako akupende upya. Akutambulishe kwa mme wako ndio ajue tangu leo umempokea Yesu. Tangu leo umeamua kuwa mtunza kazi na mfanyakazi wa Bwana. Na kwa maneno haya Mungu akupe jina. Nasema tena Mungu akupe jina. Kwa jina la Yesu. Tunaye Mungu anayepeana majina. Na akikupa jina lako halitaparara. Akikupa jina lako linaheshimiwa. May God give you names. Kwa mamlaka haya niliyopewa kama mgeni wa kambi hili, mchungaji na daktari, nitakusumbua tena, uje tu hapa tuweke mkono kwa maombi haya. Watu wameweka shida nyingi humu, nyingi sana, wanahitaji Bwana aonekane. Ndugu yangu Robinson, madam, where are you? Wairimo, where are you? We were sent here purpose
purposely. And this is how we do. Tunataka kuahirisha maombi haya ili Bwana afanye jambo la kipekee. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako nisikie sasa Bwana na kunita. Imba kwa imani. Wenda kuandika lakini Bwana atasoma moyo wako. Tangu Hebu sasa tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu na hapana kama wewe. Wakati kila mtu ametulia, maana tunaliita jina lako, wewe Mungu ulituleta Getembe kwa makusudi. Kuna watu wameweka maombi hapa, mengine tungeyasoma tungekimbia, maana wameeleza mambo mazito sana. Wameweka machozi yao, mahitaji yao ya moyoni kabisa. Wamekueleza wewe kwa imani, wametenda tendo hili la imani na la utii, wamekuandikia barua. Nasi watumishi wako tunaomba Bwana, zisome barua hizi. Baba, zisome barua hizi ili waliokuwa na machozi wapate furaha, waliokuwa wanaumwa wamepokea uponyaji, waliokuwa na madeni watayalipa, waliokuwa waoleki wataoleka, waliokuwa na dhambi zimesamehewa, walioleta shukurani umezipokea. Kila mtu kwa hitaji lake Baba umemsomea, umeelewa, umemjibu. Jina lako litukuzwe. Kwa mikono hii iliyowekwa hapa sasa Baba, nakuomba moto kutoka mbinguni, moto kutoka mbinguni ukateketeze changamoto zote, ukabebe mizigo yote, ukabebe matatizo yote. Watoto wako watafurahi, watoto wako watarukaruka, furaha itawafikia. Hata yule aliyeandika kule mtandaoni, yule ambaye alishindwa kuweka kwa page lakini moyo wake unahitaji maombi, Baba akutane na nguvu zako, Baba akutane na nguvu zako. Asante Yesu, maana maombi haya yamejibiwa, maana maombi haya yamejibiwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kama zilikuwa nguvu za giza zishindwe kwa jina la Yesu. Kama ni madawa ya waganga, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Ninakataa kila nguvu, ninakataa kila uwezo, ninakataa kila mamlaka, ninakataa kila uwezo kwa jina la Yesu. Baba, tenda miujiza, tenda miujiza, tenda miujiza. Aliandika ombi na yuko hapa na alikuwa na nguvu za giza, zimeteketea kwa jina la Yesu. Magonjwa yanapona kwa jina la Yesu, ndoa zinapona kwa jina la Yesu, chochote kinajibiwa kwa jina la Yesu. Baba asante, thank you Lord. Baba sasa utupatie jina, Mungu wetu tupatie jina. Mwaka huu tuende tumepewa jina, na tuseme moyoni tukiimba kabisa, jina lake Yesu ni tamu, nitalihifadhi moyoni. Majaribu ya kisonga nitaomba kwa jina hilo. Baba, yule dada umemgeuza sasa, kwa maana hata Maria Magdalena alipokutana na wewe ulimpa jina jipya. Wale waliokuwa kina Sauli ulipokutana nao, majina na sifa zilibadilika. Wale waliokuwa wa dhambi walipokutana na wewe walitakasika. Mchana wa leo tupatie jina, mchana wa leo tuokoe, mchana wa leo mwaga baraka zako Baba, mwaga baraka zako. Machozi yakome, hofu zikome, machozi yaishe, shida zinakoma. Tumepewa jina. Wenda tumekaa mbali na kazi yako, hatukuitenda. Sasa tunaenda kuitenda, maana tumejua kazi yako inapeana majina.
Kazi yako tukifanya tunapeana majina. Tukija kanisani, tukifanya kwa uaminifu, tukitoa kwa uaminifu, tukikuamini wewe, kwako linapatikana jina. Uliyempa Daudi jina, tupatie jina. Tupatie jina. Asante kwa kundi kubwa la watu waliojitoa kubatizwa. Wape jina Baba. Wape jina kipekee Baba. Na sisi tuliobatizwa zamani, renew majina yetu katika kitabu cha uzima. Acha tuondoke katika boksi hili tukijua umetutendea. Tunapoenda lunch, nenda nasi na wazo kwamba umebadilisha majina yetu. Umebadilisha maisha yetu. Makambi haya yamefungua kesho yetu. Tumekaa juani maana tunajua kwako Bwana ndipo palipo na wokovu. Wewe ni jua la haki, kazuke katika mioyo yetu. Tembea nasi, mbariki kila aliyekuwa amepita mbele. Na Bwana, ninajua jambo hili, hata ambaye hakuwa tayari utamstahilisha na kumtayarisha akutane nawe leo. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Kama unaamini umepewa jina, punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Mgeukie jirani yako, mwambie umepewa jina. Mwambie tena umepewa jina. Yesu ametoa jina. Tutakaa, tule, tuimbe, tupate masharti mengine. Wale wote tembea pande hii. Sasa Heaven Targeters, nenda nao hivi. Tutulie kwenye viti vyetu. Tutulie kwenye viti vyetu. Wenye magari tutafanya hivi. Wale tuliojitoa twende hivi. Usipotelee, nenda hivi. Heaven Targeters, nimewaambia it's time for work. It's time to do work of the Lord. Go this way wakili. Go this way with baptism. Nendeni hivi na wenye magari watatoa msaada. Sasa twende hivi. Twende hivi Heaven Targeters, na kila mtu awe serious. We go that way. Na uongozi mmoja wa kanisa atafika pale. Bwana awape jina, tukae tutulie. Maana lunch ipo. Usikimbie wageni kwa wenyeji. Wale wenye magari, tunaomba mfike kwenye magari ili tupeane safari fupi ya kwenda kwenye ubatizoni. Na wale ambao wanahusika na ratiba ijayo waje. Bwana amekupa jina. Uliye mtandaoni, Mungu akubariki. Tumemaliza kwa kusema hapa, kama Daudi alipewa jina, hata wewe utapewa jina. Wale wenye magari sasa, Elda mmoja aje kuongoza na ndiye atakayefanya nayo endelea. Waliojitoa nikiwasogelea. Bwana awabariki. Lead up. Tunawaalika wote kwa lunch. Get to the point. Take a step forward. Cha vijana na pia watoto tunawahimiza